Jebin TV, the home of artistic. Biashara ndogo hizi ni biashara ambazo hutoa fursa za ajira kwa takribani zaidi ya watu 250 na pia ni uti wa mgongo wa uchumi katika mataifa mengi hapa ulimwenguni, huku zikitoa mchango muhimu katika nchi zinazoendelea. Biashara hizi zinatajwa kuwa na umuhimu katika ajira na fursa za kujipatia kipato, na ni mwarobaini katika kukabiliana na umaskini na pia uchagiza maendeleo, hasa lengo namba 8 la maendeleo endelevu, yani SDGs. Kilichonisukumia kufanya biashara hii ni kutaka kutengeneza maisha na sio kutamani vitu vya watu wengine. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, biashara ndogo na za wastani, zilizo rasmi na zisizo rasmi, zinajumuisha 90% za biashara zote, na kwa wastani huajiri kati ya 60 mpaka 70 ya jamii, huku zikichangia 50% katika pato la taifa la ndani, yani GDP. Mtazamaji, biashara hizi hasa biashara ya kuuza na kununua vitu vilivyokwisha tumika, ikiwemo vitu vya nyumbani kama magodoro, vitanda, meza, pamoja na vyombo vya maji na vitu vingine kama hivyo, imekuwa ni biashara mtambuka kwa vijana wengi wenye kipato cha chini. Wanawake wasiogope, wanawake tuamke, wanawake kazi zipo. Siseme hii kazi ya mwanamke, hii kazi ya mwanaume. Sasa hivi hakuna kazi ya mwanamke wala kazi ya mwanaume, wote ni kazi. Justin Raphael, yeye ni miongoni mwa vijana wanaojihusisha na biashara ndogo, hasa uuzaji wa vitu vilivyokwisha tumika. Anatueleza ni vipi biashara hiyo inavyomsaidia kujikwamua kiuchumi na kumudu majukumu yake yote ya kila siku. Naitwa Justin Raphael, mjasiriamali wa vitu vidogo tu. Nauzaga bidhaa used zilizotumika. Biashara hii inanisaidia kujenga future maisha yangu na kujikwamua kwa mambo madogo. Kilichonisukumia kufanya biashara hii ni kutaka kutengeneza maisha na sio kutamani vitu vya watu wengine. Inanisaidia kujenga maisha yangu, kutengeneza future maisha yangu. Sio kwa shughuli tu hizi tu. Vijana tunatakiwa tufanye kazi, kwa sababu maisha bila kufanya kazi sio maisha. Sio shughuli zozote tu, hata za kilimo, biashara tu yoyote mtu ambaye anaona kwamba kwa nafsi yake anaweza kufanya, basi afanye. Na wasi vijana wenzangu tufanye kazi kwa bidii. Mtazamaji, Waswahili husema popote penye mafanikio ya mwanaume, basi mwanamke yupo nyuma yake. Maimuna Abdallah, yeye ni mwanamke ambaye ameamua kujihusisha na biashara hiyo ya kununua vitu vilivyokwisha tumika na kuvirudisha tena katika thamani yake. Hapa anatueleza kwa namna gani biashara hiyo inamuinua kiuchumi na kukidhi mahitaji yake. Kwa majina anaitwa Maimuna Abdallah. Ufundi. Tunatengeneza makabati, milango na kununua vitu used. Tunavitengeneza na kuviuza. Inamsaidia kupata riziki. Kwa upande kama mimi hapa inanisaidia kupata riziki, kusomesha watoto, hatimaye kupata mahitaji ya kwangu mimi mwenyewe. Ndio wanawake tusikubali kukaa. Tupambane wanawake. Tukiwezeshwa tunaweza. Lazaro Sikwembe, yeye ni fundi seremala ambaye anajihusisha na utengenezaji na uuzaji wa vitu vya samani. Yeye anatueleza zaidi ni kwa namna gani biashara ya kuuza vitu vilivyokwisha tumika inavyoweza kuwa fursa ya kijana kupishana na umaskini na kutumia nafasi hiyo kujielezea zaidi. Lazaro Sikwembe, kufundisha na shughuli ya fundi seremala. Vitu used vinaweza vikamsaidia kijana kwa sababu anapotumia kitu used, bado wakati huo kwa mazingira kinaonekana used, lakini akija modify kinaweza kikafaa, pia kinampunguzia hata gharama ya ile bei aliyotaka kununua kitu kipya. Kwa hiyo ni kwa njia moja inamrahisishia kijana, hata yule aliyokuwa na kipato cha chini akaweza kumiliki kile kitu. Katika kazi yangu nitaomba nisaidie hata vitendea kazi. Kwa mfano hapa ofisi yangu sina mashine,
naomba nisaidie kutendea kazi kama mashine ya kulanda na kuchana, pia itanisaidia sana kurahisisha katika kazi zangu. Justin Raphael, Bi Zubeda pamoja na Razaro wametumia makala haya kutoa ushauri wao kwa vijana kujitoa kufanya biashara zitakazowaingizia kipato cha kila siku. Kitu cha kumwambia mtazamaji afate mmiminiko ambayo ni mizuri ya kufanya kazi na sio kutamani vitu vya watu wengine, na kama ni kunisapoti basi jitahidi mimi nipate tu hata wateja wao wanakuja kunisapoti kununua hata vitu hapa ili niweze kuendelea kiuchumi. Asante. Kwa niaba ya wanawake wenzangu napeleka ombi kwa serikali, waangalie sisi watu wa hali ya chini, watusaidie tusaidie mikopo ili kuendeleza mitaji yetu midogo ili iweze kukua. Zangu mimi nawashauri kijana kama kijana tunatakiwa tupambane. So umri tunao na nguvu tunazo, tunatakiwa tupambane ili tuweze kujikwamua kiuchumi. Mtazamaji, na hapa ndipo napokwenda kutia nanga katika masimulizi haya yaliyoangazia zaidi ni kwa namna gani biashara ndogo, hasa biashara ya kununua na kuuza vitu vilivyokwisha tumika, jinsi inavyoweza kuwa chachu ya kujikwamua kiuchumi kwa vijana. Mimi ni Robin Mayunga. Rojabin TV, the home of Atitech.